ninateseka. Mpaka sasa ninakula viazi na wachukuu wangu ninaomba chakula. Utapata msaada, usiwe na wasiwasi, mimi nipo, utapata msaada. Mleta tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka jana. Sawa. Ndo akazikwa? Akazikwa hapo hapo. Hakulazimisha. Unaona, tarehe 30 wakaniambia nilipe mang'ombe waliochinja kwenye msiba. Tarehe 1 mwezi wa 5 wakatupiga wote familia yangu. Watoto wakakimbizwa shuleni, nikawaleta hapa Usombo, nasoma darasa la 7 nyingine darasa la 4. Wanafunzi wangu, wachukuu wangu walinipiga, walinikanyaga. Tarehe 2 nikakimbia kituoni, wakanipa cheti. Nikaja kwenye huduma hapo Ikonongo, nikatibiwa sindano 8, nikatibiwa hapo damu mpaka miezi 4 imekatika damu mwezi wa 8. Walinipiga sana, wakanikanyaga, wakaniambia toka kwenye nyumba yetu ya baba yetu. Ukikaa hapa na wewe tutakuua tulivyomfanyia baba yetu. Toka. Nikasema mimi sitoki mpaka nivune chakula changu. Nilivuna chakula changu 2025, nikahifadhi majunia 24 ya mpunga, ya mahindi majunia 5, ya karanga majunia 2, halafu ya njugu majunia 3. Nilipokuja kuwasalimia watoto huku tarehe 26 wakafanya kikao mwezi wa 8, wakanifanyia fujo, wakanikimbiza, wakafunga magufuli yao. Mpaka sasa niko ninalanda mimi Usombo. Akanazimisha mwalimu wa hapa nyumba, inakaa na wachukuu wangu, ninateseka. Mimi wananiletana mama. Hao wanaokufanyia hivyo ni watoto wako? Ni watoto wa mume wangu. Watoto wa mume wako? Mbona hayo? Baba niletea mazana ugonjwa mwilini wangu, ni kwa wote ni ugonjwa. Mama anatoka kata gani? Kata ya Songambele. Salawi Songambele. Mtendaji wa Salawi. Moto ilitokea ya kufiwa na mume wake kama anavyosema. Sasa alipofiwa na mume wake, ukweli walifunga ndoa kama anavyosema, lakini sasa jambo lilivyoshughulikiwa zaidi sijajua. Alifika pale ofisini kwetu, nafikiri alisaidiwa na mtendaji, akaendelea. Baadaye wakaja kaka zake wakaendelea na zoezi hili. Alikoenda kufikia ndo sifahamu, lakini namfahamu na familia ambayo alikuwa anaishi nilikuwa naifahamu kwa sababu ni ya wenyeji wa pale Songambele. Yeye mama walikuwa wanampiga na kumfukuza hapo, hajazaa watoto hapo. Hawakuzaa kwa sababu walioana katika umri mkubwa. Yule mzee mke wake wa kwanza mkubwa aliitwa na bwana. Ndio. Baadaye mzee sasa katika kuishi maisha magumu akaona atafute mwenzake. Ndio. Akamtafuta mwenzake, ndo huyu mama akawa anaishi naye. Ndio. Kweli yule mzee alikuwa na eneo, alikuwa na familia yake kutoka familia kubwa. Ndio. Mzee baada ya kuona maisha yamekuwa magumu na watoto hawamjali, akaamua kuuza ile sehemu, akabalance mgao wa fedha. Sehemu nyingine akainunulia familia kubwa, sehemu nyingine akanunua na huyu mama. Akawa anaishi huko na familia kubwa ikawa na eneo lake. Lakini sasa baada ya kuja kuugua yule mzee na kufariki, ikabidi huyu mama sasa umtoe kwamba hajazaa na yule mzee. Hakuna ndio kitu kilichofanyika. Sasa mama naye amejaribu kuzunguka huko na huko hajapata msaada. Nafikiri kwa taarifa hii amefika kwangu sana. Mheshimiwa nadhani ameshafika, tiba itapatikana nadhani. Asante mheshimiwa. Nadhani mgogoro wa mama usiende kwenye timu yoyote. Mheshimiwa. Ubakie kwetu. Niongezee. Niongeza. Siku ya kutupika tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka jana. Tulikimbilia kituoni. Wakaja wa polisi 3 na mtendaji wa kata wa 4. Lakini hawakuwashika wale watutufanyia fujo. Kwenye milango ndani wameshachafua kabisa. Wamebomoa milango 2 ya chumba vyote. Na TV wakachukua, kitanda changu wakachukua, chuchea wakachukua 2, wakaninyang'anya vyote. Wakakunyang'anya vyote. Hata mimi sikuzaa naye mzee. Nitembea sana, hakuna msaada. Nina makaratasi mengi mno. Hata kwa kitongozi wameshamshinda. Akasema nani kitongozi, hata tutamsaidiaje huyu mama apitie ngazi gani? Nimefika hata wilayani pale, akanituma nenda katafute msaada. Na kwani papa amefika paka kwa nani kule kwenye cheti cha kifo nikapewa na yule mama. Nimetembea paka kabisa paka mbali, lakini msaada tutaona nani yoyote msaada hakuna baba.
nateseka mpaka sasa, ninakula viazi na wachukuu wangu, ninaomba chakula. Utapata msaada, usiwe na wasiwasi, mimi nipo, utapata msaada. Ili jambo lako kama lilivyo, na wewe ulikuwa ni wa ndoa, unazo haki zako na sisi tutazisimamia. Mambo ya mfuko wa kuumiza wanawake ambao walikuwa kwenye ndoa kwa mujibu wa sheria zetu za nchi yetu haupo. Kwa hiyo wewe jambo lako likatatuliwa. Naomba ukae na mama hapo. Huu ni mgogoro ambao unaweka moja kwa moja kwenye ofisi yangu na tutaanza nao Jumatatu. Haya, naomba mpe pia mama